Uachilie baraka zako, lakini zaidi ya yote Bwana ujifunue kwetu ili
ajili ya kuwa watoto hawa waweze kukaa mikononi mwako. Neno la Mungu katika Zaburi ya 21 mstari wa 5-8 anasema, Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli wa mkono wako wa kuume. Jua hatakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Mstari ule wa 7 anasema, Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda na nafsi yako. Pokeeni baraka. Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda. Bwana Mungu awaangazie uso wake na kuwafadhili. Bwana Mungu awaondoe uso wake na kuwapa amani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Asante, mkatulia sana kwenu. Mungu yuko pamoja na ninyi. Mikono yangu niongoze mpaka nimalizapo safari hii, nikiwa peke yangu napotea, popote uendapo nipeleke. Tuombe. Baba Mungu mtakatifu, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu kwa katika ibada hii, tukijawa na moyo wa furaha na shukrani kwa ajili ya ulinzi mkuu na matendo makuu ambayo Yesu Kristo ametenda kwa ajili ya watu. Tumekusanyika asubuhi hii, tumeacha kila kitu nyumbani mwetu, tumekuja kwako. Bwana Yesu, tunaomba rehema na toba. Utusamehe pale ambapo Mungu tumeenda kinyume na mapenzi yako. Tuanze maisha haya kwa upya, ili tuje kwako kwa furaha, maana ni hakika peke yetu hatuwezi. Tunahitaji tupelekwe na wewe. Na waleta wapendwa wa Kristo hawa mikononi mwako, waliokuja katika ibada hii. Inawezekana wengine ni wagonjwa, wanaumwa, lakini wamesema hatuwezi kubaki nyumbani, tunakuja kwako. Naomba uguse mishipa yao, gusa mifupa yao, gusa nyama yao, gusa damu yao, waponye wa wazima kwa wenye afya. Na inawezekana kuna wengine wameacha ndugu zao wako nyumbani, na wengine wako kwenye hospitali ndogo kubwa na zile za rufaa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunatuma nguvu ya Roho Mtakatifu ikapite katikati ya miili yao na kuleta uponyaji wa kweli katika maisha. Waliofiwa wafariji, watie nguvu. Asante kwa ajili ya watoto uliotupa kama zawadi, tunaweka pia nao mikononi mwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunawaleta na viongozi wa kanisa hili mikononi mwako, tangu baba askofu pamoja na wote viongozi wanaofanya kazi na mchungaji, lakini pia mwenyekiti wa jimbo hili. Baba Mungu, tunaomba maisha yao na familia zao na kazi za mikono yao zipate baraka zao, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa wa Kristo, tumepewa somo ambalo leo tupenda tushirikiane pamoja. Nasoma kutoka waraka wa Kolosai sura ya 1 mstari wa 13 hata ule mstari wa 12, mstari miwili tu. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 hata ule mstari wa 14.
Neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na tuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na kichwa kikuu cha somo nimekipa neno hili kwamba umuhimu wa nguvu ya msamaha kama daraja la kumwona. Umuhimu wa nguvu ya msamaha kama daraja la kumwona. Naomba wote turudie kusema umuhimu wa nguvu ya msamaha kama daraja la kumwona. Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, katika maisha ya kawaida tunatawaliwa na mambo mengi, japo mambo ya furaha yanayofurahisha maisha yetu, lakini pia yapo mambo yanayoleta huzuni wakati fulani katika maisha yetu. Lakini katikati ya mambo haya yapo mengine ni ya furaha, ya kufurahisha, ambayo pengine haya yanatokana na wewe mwenyewe kujiletea furaha kwa kuyaangalia mambo mazuri mbalimbali ambayo Mungu amekujalia kwenye maisha. Hayo yanaweza kupa furaha wewe mwenyewe, lakini wakati fulani yanaweza yakavuka mpaka ya wewe, yakaipa furaha familia, yakaipa furaha jamii inayokuzunguka, yakaipa furaha pia kazi ya Mungu kwenye kanisa, yakaipa furaha kwenye jamii na taifa letu kwa ujumla. Kwa nini? Kwa sababu sisi tulio wa Kristo bado pia tu waungo na tu viungo vya mwili wa Kristo, ambao kwa njia yake pia tunaunganishwa na jamii ya Watanzania wote katika nchi hii yetu. Lakini pia yapo mambo ya huzuni ambayo wakati fulani binadamu anapitia, ambapo wakati mwingine tunajiuliza kwamba je, huzuni inapokuja na hayo yanayoleta huzuni yanapokuja, wakati fulani tunajiuliza sisi tumechangia vipi mpaka kufikia kwenye hatua hiyo ya kuleta haya mambo ya huzuni. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana wakati fulani sisi pia tumekuwa ni sababu ya kusababisha hayo mambo yanayoleta huzuni katika maisha yetu. Kwa mfano mdogo tu, mtu anapojiingiza kwenye mambo ya pombe na ulevi na uvutaji wa madawa ya kulevya, hatimaye akili yake inafyatuka na mtu huyu anaanza kupoteza mwelekeo na dira ya maisha yake. Kwa hiyo kurasa wa maisha ya mtu huyu yanapotea kabisa. Kurasa wa maisha ya mtu huyu ni rahisi kupotea kabisa. Na wakati mwingine mtu huyu anaweza kupata magonjwa na maradhi mbalimbali. Magonjwa haya yanaweza kuwa ni ya kawaida au mengine yanaweza kuwa ni chronic. Yaani either mtu amekunywa, mtu amevuta, na hatimaye akili imefyatuka akafanya mambo ya ovyo yanampelekea pengine kupata maradhi hata ya virusi vya ukimwi. Anapoanza kusononeka na kupata huzuni, si rahisi sana kufikiri ya kuwa yeye ni kwa sababu gani amechangia jambo. Na haya mambo yanaweza kutokea kwa mtu binafsi, lakini baadaye yakaleta madhara makubwa sana katika ngazi ya mtu binafsi, yaani individual level. Lakini pia yakaja kwenye ngazi ya familia. Familia inahitaji kuona mustakabali wa maisha ya mwenzao akipata shida, akiumia, hata kuugua, akipoteza sura yake na hata mwelekeo wa mazingira ya kiuchumi na hata kiroho, mtu anakata tamaa kabisa. Sasa familia inakuwa involved, inaingia kufika na kuona ni jinsi gani mwenzetu tuweze kumwokoa na kumsaidia. Lakini unapotafakari yote hayo, unaona kuwa chanzo kikubwa binadamu huyu anaweza kuwa yeye mwenyewe amekuwa ni chanzo cha tatizo. Na hivyo shida hiyo sasa imemgusa yeye na imevuka mipaka, sasa imegusa familia yake kwa ujumla na inagusa na jamii, kwa sababu huyu mtu inawezekana ni kiungo muhimu sana, si tu kwa familia, lakini pia ni muhimu katika ngazi ya jamii na ngazi ya taifa kwa ujumla. Manunguniko na maombolezo yanakuja katika level ya mtu, ya familia, ya jamii na taifa. Ndipo tunaposema kwamba upo uwezekano kuwa mtu binafsi pia ukajiletea machungu mwenyewe. Haleluya kanisa, haleluya kanisa.
Hasa tunapofika kwenye hatua ya mambo kama haya, tunagusa maisha ya mtu kwa namna zote. Tunagusa maisha ya mtu kiakili, kwamba akili ya mtu huyu wakati fulani inaweza sasa isifikiri katika level inayotakiwa. Ni kwa nini? Kwa sababu hayupo katika mudi iliyo sahihi. Hivyo hata maamuzi yake katika malengo na mtazamo wa maisha yanaweza kuwa sio sahihi. Hawezi kuwa tena faida kwake, na hawezi kuwa tena kuwa faida sana kwa familia, na hawezi kuwa tena ni faida sana kwa jamii, hawezi kuwa faida sana kwa kanisa, na hawezi kuwa faida sana kwa taifa, bali sasa anakuwa ni mzigo kwake mwenyewe, kwa familia, kwa jamii, kanisa na taifa kwa ujumla. Na sasa bahati mbaya sana misemo yetu ya kijamii, na wakati fulani hata Biblia nayo asema mtoto ambaye ni tatizo kubwa kwake, kwa jamii, kwa familia, hata kwa taifa, anasema mtoto huyu anakuwa ni mzigo wa mama yake. Mzigo wa nani ndugu zangu? Mzigo wa nani? Kwamba katika mazingira yote mtu huyu akizingirwa na mambo hayo, watu wengi ni rahisi kumkinai, ni rahisi sana kumkinai. Kwa nini? Kwa sababu wanaona tena huyu mtu hana tija kwake mwenyewe, hana tija kwenye familia, na kama amechukua muda mrefu kuumwa, hii chronic illnesses kabisa, wakati mwingine anaacha peke yake. Mimi pia ni mshauri wa hospitali ya mkoa wa Iringa, mteule wa Rais Magufuli. Sema wazi, tunaangalia wagonjwa wengine wanapoumwa pale, unakuta wakati fulani mgonjwa yuko peke yake kabisa, kwenye hatua nyingine yuko peke yake kabisa, hana ndugu anayekuwa anamsaidia. Na wakati mwingine hata kwenye maeneo ya malipo ndio wale wanaoingia kwenye msamaha wa kusaidiwa kulipwa. Na mimi nimeshiriki pale, tutakata kuona huyu ana sifa kweli ya kusamehewa, kwa sababu tunaona kabisa kwa namna zote hakuna. Ukipita ukiangalia, unaona wengine kuna thermos, wengine kuna nini, lakini unaona kwenye meza yake hata thermos moja tu ya chochote pale mezani, na anakunywa dawa. Unajua huyu pamoja na madawa bado kuna hatari ya kupata shida, kwa sababu anahitaji kula na kupata dawa. Haleluya kanisa, haleluya kanisa. Kwa hiyo kichukua muda mrefu, watu wa namna hii huwa mara nyingi jamii wakati fulani inapata shida na kusema sasa aendelee mwenyewe. Wengi wametelekezwa katika mazingira namna hii, lakini uchungu na machungu hayo anayapata huyu mtu, lakini pia wakati mwingine familia inapata kupitia mtu huyu, jamii inapata kupitia mtu huyu, na wakati fulani kanisa nalo linamtegemea mtu huyu, na taifa linategemea mtu huyu. Tufanye nini ili tuweze kupona? Ndipo tunaposema tunahitaji sana kuomba msamaha, ili Mwenyezi Mungu aweze kusaidia, maana peke yetu hatuwezi. Haleluya, haleluya. Peke yetu hatufanyi nini? Peke yetu hatuwezi. Tunahitaji sana sana neema ya nani? Neema ya Mungu pekee yake. Ndugu zangu wapendwa wa Kristo, tunaposhiriki leo katika siku hii muhimu ambayo pia watoto wetu wanabarikiwa kutoka katika hatua ya utoto ya Ukristo kuingia utu uzima, tunahitaji kutafakari mambo mengi, kwamba Mungu amewalinda watoto hawa, si tu tunavyowaona, amewalinda tangu wakiwa katika tumbo la wazazi wao. Baada walipotoka pia Mwenyezi Mungu ameendelea kuwalinda, wamekuwa wakiwa vichanga, watu wadogo, hatimaye wameendelea kukua wakipata mafunzo na mafundisho sahihi kwa msingi wa kanisa, na hatimaye kwamba leo wataka watoke katika hatua ya utoto sasa waingie kwenye hatua ya utu uzima katika Ukristo. Tunapotafakari mambo yote haya, tunaweza tukaungana kabisa na mwimbaji mmoja aliyoimba katika wimbo huu akisema, shika mikono yangu uniongoze mpaka nimalizapo safari hii, nikiwa peke yangu napotea, popote uendako unipe. Amen. Tunaamini Mungu amewalinda na kuwatunza watoto wetu hao, na tukiwaangalia tunaona kabisa wana afya njema, na tunaomba watoto mjilinde ukiwa na hofu ya Mungu, na Mungu atatangulia na uso wake hautawapungukia. Ndugu zangu, nimeona ni muhimu sana niseme neno hili la nguvu ya msamaha kama daraja la kumwona Mungu. Ni kwa nini kuna mambo mengi tunayomkosea Mungu katika maisha yetu, katika ufuasi na Ukristo tulio nao? Kuna mambo mengi tunayomkosea Mungu katika maisha ya uumini wetu na ufuasi wetu kwa Kristo.
kila mmoja kwa level yake na kwa umri wake. Kwa walio vijana, kwa umri wakati wanajua ni jinsi gani ambavyo wameishi kwa uadilifu, kwa uaminifu mbele ya Mungu, lakini pia mbele ya kanisa. Lakini pia na sisi tulio watu wazima, kuna mambo mengi ambayo kwa sehemu kubwa tunamkosea Mungu, hatuwezi kuyataja, lakini kila mmoja anaweza kujipeleleza. Hata tu ndani ya juma hili mpaka leo imefika Jumapili, ni mambo mangapi ambayo kwa umri wako, kwa level yako unaweza kumkosea Mungu? Lakini je, jiulize, ni wapi ambapo mpata nafasi ya kusema naomba unisamehe? Nichukue mfano mdogo, mfano mume na mke mmekoseana jana ujuzi, lakini unarudi, mama anapika chakula mnakula, lakini unajua kabisa jana mama yule mkosea, lakini hakuna mahali ambapo unaomba msamaha kwa uwazi. Ni mambo mengi mkosea. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu ametunusuru, na ndio maana hata sasa tuko hapa. Haleluya, haleluya. Angalipitisha Mungu kipimo chake cha dhati cha kupata wale ambao hakika wameishi kwa uadilifu, kwa uaminifu. Hapa tukasema kipimo kae pale mlangoni, inawezekana tungeshangaa sana. Lakini kwa sababu yapo mambo ya wazi na mambo ya siri, hatuwezi tukajua. Lakini anayejua ni nani? Anayejua ni nani? Anayejua ni Mungu. Na Mungu anajua kwa nini? Kwa sababu Mungu ana tabia zake kuu tatu. Tabia za Mungu ni tatu. Ndani ya tabia kuu tatu za Mungu, tabia mojawapo ni kujua kila kitu ambacho binadamu anafanya. Whether unafanya kwa siri au unafanya kuonekana, Mungu anajua. Tabia ya kwanza ya Mungu, Mungu anasema yeye Mungu ni wa popote. Mungu ni wa popote. Anasema God is omnipresent. Mungu ni wa popote. Katika Zaburi 139 anasema niende wapi niukimbie uso wako? Hata ningefanya kitanda changu kuzimu, wewe upo. Hatuwezi tukafichana mbele ya uso wa Mungu. Yeye Mungu yupo, anatuona. Hata hapa ulipo Mungu yupo. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Hata hapo ulipo Mungu yupo. Kwa Mungu hatujifichi chochote. Tena kadiri unaposogea mbele za uso wa Mungu, ndivyo herufi ya yale makosa uliyofanya yanaandikwa kwa ukubwa zaidi. Na ndio maana mahali pengine kule nasema hatutakaa tumuone Mungu hivi. Maana unapozidi kusogea kwa Mungu hivi, ndivyo ambavyo unajifunua makosa yako zaidi. Tunahitaji kuona msamaha pekee yake ndio unayeweza kuturudisha kujenga mahusiano mapya na Mungu. Huyu anajifunua kwa njia ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Lakini tabia ya pili ya Mungu, yeye Mungu ni mwenye nguvu. Mungu ni mwenye nguvu, nguvu ipitayo nguvu ya kila aina. God is omnipotent. Mungu ni mwenye nguvu zipitazo akili zote. Katika maisha yetu ya kawaida, wakati fulani tunaweza kufanya mambo mengi na mambo yote, lakini kipo kipimo kwamba anayeweza na anayetuwezesha kufikia hapo ni Mungu pekee yake. Nimesikia hata habari ya michango yenu ya ujenzi wa kanisa hilo la kule chini, na kunaitwa nini? Isakalilo. Tunaona watu walivyochanga na walivyoendelea kuchanga, kwamba jambo la Mungu mwenye nguvu kuliko nguvu zote huwa halishindikani hata mara moja. Haleluya. Haleluya. Walipotaja milioni 34 walipo wengine walisema hatutaweza, lakini chini ya huyu mwenye nguvu na ambaye yeye ni baba wa vyote, kanisa litajia. Amen. Bwana, Zaburi ya 24 mstari wa kwanza anasema mali na vyote ni mali ya nani? Kanisa litajia. Amen. Hata mimi mwenyekiti nitachangia 100,000, toa ahadi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Yeye ni mwenye nguvu zipitazo nguvu zote. Hata wakati mwingine unapoona fedha hapana, yeye mwenye nguvu akipita kwenye Roho Mtakatifu anasema peleka. Si umeona nyingine zilikuwa zinaingia hela hapa, na hata baada ya kutoka hapa hela tuseme leta hela zitakuja hapa. Maana mwenye nguvu na mwenye nazo anasema peleka madhabahuni ili Mungu aweze kulinda. Maana anasema kwamba fedha, asema mali ilipo ndipo na moyo wako utakapo kuwepo. Vyote ni mali ya nani ndugu zangu? Ni mali. Wakati fulani tumefanya kwa nguvu,
wakati fulani tumefanya kwa ulegevu sana. Tunahitaji kuomba nini? Tuombe msamaha. Leo tunaangalia ni habari ya nguvu ya msamaha kama daraja kumwona Mungu. Tabia ya mwisho ya Mungu, anasema Mungu yeye ni mwenye akili zipitazo akili zote. God is knowledgeable, is omniscient. God is knowledgeable, is omniscient. Ni mwenye akili zipitazo akili zote. Hata mawazo yako sasa unayowaza, yeye ameshawaza, yuko zaidi ya unayowaza. Hata sasa unawaza, mawazo yako yeye yuko juu ya mawazo unayowaza. Ndugu zangu wapendwa, tumepewa haya mambo yote ili tuone namna ambavyo Mungu anafanya kazi ndani ya kanisa. Kwa msingi huo, tunapoingia kwenye habari hii ya nguvu ya msamaha kama daraja la kumwona Mungu, tunakumbuka juu habari ya uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Tunajua juu habari ya Mungu kuwepo na sisi katika kila hatua ya maisha yetu, kwamba hata pale ambapo tulikata tamaa, tuliugua tukauguza tukakata tamaa, bado Mungu yeye alikuwa pamoja na sisi. Na ndio maana hata sasa tuko tunafurahi, tunacheka. Hata pale ambapo wenzetu wengine wametuacha, tena tuliowapenda zaidi, bado Mungu hakutuacha. Bado Mungu yuko pamoja na sisi. Na hata nisikia hapa kwa jana, nafikiri mwenyekiti wetu na baadhi ya watu walisafiri kwenye msiba huu. Watu walilia, walifanya mambo mengi sana. Na pia nimeangalia kwenye mambo ya vyombo vya habari jana anapoaga kiongozi wetu pale, yule ndugu yetu hapa. Watu wanalia sana. Ni kwa nini? Kwa sababu tunaona muhimu wa kila mtu kwenye ngazi ya familia. Lakini pamoja na hayo bado Mungu yupo, hajatuacha hata mara moja. Sisi tunahitaji kumfuata na kutumikia yeye kwa uaminifu. Kwa tabia hii ya tatu, kwamba yeye ni mwenye akili zipitazo akili zote, ndiye ambaye anatupa uwezo wa kufikiri hata namna ya kufanya maendeleo katika maisha yetu. Kwa sehemu kubwa sana inategemea na namna ambavyo tunaweka mpango thabiti katika maisha kwenye ngazi ya familia. Haya ni majukumu ya baba na mama katika ngazi ya familia. Familia ile ambayo iko imara huwa inaweka mipango ya maisha. Unapoweka mipango ya maisha na kubainisha mipango ya muda mrefu na muda mfupi, hiyo ni akili inachakata. Ni nini hicho? Ni akili inachakata. Na kwa msingi hiyo, familia inayotembea kwenye malengo iliyojiwekea, kwa sehemu kubwa akimtanguliza Mungu, Mungu atatenda tu. Lakini wewe hujaweka mipango hata mara moja, sasa nafikiri Mungu atafanya. Anafanya kupitia wewe. Lazima uweke mipango yako, aidha ya muda mfupi au muda mrefu, hata kwenye ngazi ya familia, ngazi ya kanisa, ngazi ya jamii, hata ngazi ya taifa. Kuna mipango ya miaka mpaka miaka ya 50, wanaita strategic plan. Kila kanisa, kila familia, kila jamii ile ambayo ina utashi lazima iwe na mipango. Bila kuwa na mipango huwezi. Na kinachochakata na kufanya hivyo, hizo ni akili ambazo Mungu ametupa ili tuafikie malengo ambayo Mungu anataka. Kanisa tunahitaji sisi mtu mmoja mmoja kufikiri namna ambavyo tunaweza pia kujiletea maisha ya maendeleo wenyewe katika ngazi za maisha yetu ya familia. Lakini pia namna ambavyo katika ngazi ya familia, kama yupo baba, yupo mama, hapo watoto, namna ambavyo familia hii inapaswa kuwa na mpango kwa ajili ya maisha na mustakabali wa maisha yao. Tufanyapo hivyo, maana yake tunahusisha uwezo wa kimungu wa akili ili familia zistawi. Familia zistawi. Kwa maana hii, familia ipeleka watoto shule. Huwezi kupeleka shule nzuri yenye gharama kubwa kama kazi ya familia hiyo haina uwezo. Ndugu zangu, ni kweli au sio kweli? Ndio maana kuna shule hapa ziko nyingi. Zipo shule ambazo of course tunalipa pengine shilingi 15,000, 20, 30. Ukalipa uniform tu tutakaenda shule. Lakini kuna shule ambazo zina ada zaidi ya chuo. Ni primary, ada zaidi ya chuo kikuu. Tunaangalia kwa mfano shule kama St. Dominic. Peleka mtoto pale, afu linganisha ada ya wanafunzi wa chuo kikuu. Unaweza kuona aidha yule imezidi kidogo kuliko wanafunzi wa chuo kikuu ukilipa kwa awamu. Lakini kuna familia ambazo zinaweza kumudu kulipa ada hizi kwa ajili ya watoto. Kwa nini zinamudu? Zimeweka mipango thabiti. Mipango nini? Mipango. Angalia mtu akiugua kwenye ngazi ya familia. Kwa mfano saizi ghafla tukasema kwamba mtu ameugua kwenye ngazi ya familia, anahitaji kwenda Benjamin Mkapa. Ukiangalia uwezo wa kifamilia unaona hamna. Unasema tu wakati hapa. Wengine wanasema tunaye wapi? Nyumbani. Ni kwa nini? Uwezo unakuwa kidogo.
Lakini Mungu akujalia kwenye ngazi ya familia, mkaweka maono makubwa kwa ajili ya maisha, mtajifanikisha kwa mambo mengi, si tu kwa ajili ya chakula, lakini pia kwa ajili ya mavazi, kwa ajili ya afya na kwa ajili ya mambo mengine mengi ya msingi ambayo hakika familia inahitaji kuyafanya. Wengi tumeferi na kushindwa, na sio wote waliokufa. Wengine wamekufa tu kwa sababu wamekosa matibabu, na wengine wamekufa kwa sababu hawajakutana kabisa na madaktari wale wenye uwezo waliobobea. Maana kuna bingwa alafu kuna bobezi, wala ambao unajua huyu ndio unakutawezesha pelekwa India, pelekwa wapi. Ni kwa nini? Wanaona kwa level hii kwa ugonjwa huu haiwezekani. Lakini kama hauna fedha, mtu anaishia hapa. Ni kweli, sio kweli? Sasa familia nyingine hazichukui fedha kutoka sehemu nyingine. Ni kwamba wao wenyewe wanafunga akaunti zao, kwamba mwenzetu anaumwa, tunafunga akaunti kwenye ngazi ya familia. Mungu akawa amewajalia, unashangaa anapelekwa hapo Benjamin, hapo inashindikana, anapelekwa Muhimbili, Dar es Salaam. Kutoka pale inashindikana, anapelekwa India. Baadaye unashangaa mtu amepona, anarudi hapa, ana afya njema. Kuna wengi wanaweza kupoteza maisha kwa sababu ya kukosa msingi wa kuona mambo ya muhimu ya kusaidia kwenye ngazi ya familia. Tunaposema kwamba God is knowledgeable, Mungu ni mwenye akili zipitazo akili zote, tunafundishwa pia namna ya kutumia akili zetu kujiletea maendeleo katika ngazi ya mtu binafsi, ngazi ya familia, lakini pia hata kwa ajili ya ustawi wa jamii, kanisa na taifa kwa ujumla. Lakini wengine pia wamebahatika kuwa na uwezo wa kifedha, lakini fedha hizo hata watu wakienda kuulizia wanashindwa kuelewa nafanyia. Mshahara mkubwa, maendeleo haunao wapo. Ni kwa nini? Hawa wamepigwa upofu katika ulimwengu wa akili za kiroho. Wakipata fedha vitu virefu, pata fedha hawana mipango, hawana chochote. Mpaka wakati mwingine wazazi waliowasomesha wanashangaa, hivi hata huyu sasa tunafanya nini? Hakuna msaada wote. Tunahitaji kumtanguliza Mungu sana kwenye maisha. Na ndio maana wakati mwingine tunahitaji tuombe msamaha sana kwa kila hatua ya ngazi ya maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu yapo mambo mengi ambayo kimsingi tulikosea Mungu, na wakati fulani tunakosea familia zetu. Mungu atusaidie sana. Msamaha ni uamuzi wa hiari. Msamaha maana yake ni uamuzi wa hiari wa kuachilia kinyonge na deni la kosa, kama Mungu anavyosamehe kupitia Yesu Kristo. Katika Injili ya Yohana sura ya 3:16 pale ndipo anaposema, kwa maana jinsi Mungu anapenda ulimwengu ili kila mtu aaminiye asipotee, bali awe na uzima wa nini? Awe na uzima wa milele. Yesu Kristo kwa njia ya kifo chake sisi tumepata msamaha na tumepata ukombozi. Hivyo msamaha ni uamuzi wa hiari wa kuachilia kinyongo na deni la kosa kama vile Mungu anavyosamehe. Jambo la pili, anasema msamaha ni nguvu inayoonyesha uponyaji katika mioyo. Watu wengi wasiotoa msamaha, mioyo yao huwa inajeruhika, mioyo yao huwa inatindikiwa. Na wakati mwingine ni rahisi sana mtu asipokuwa na roho ya kusamehe kuugua pressure ya kupanda au ya nini au ya kushuka. Na magonjwa mengi yanayopoteza maisha ya walio wengi popote katika ulimwengu huu, kwa sehemu kubwa ukienda katika idadi za hospitali kubwa na ndogo, ni pressure ya kupanda au kushuka. Kifuatilia aliumizwa mahali fulani, au kuna eneo fulani hakufanikiwa, au kuna eneo fulani hakutendewa haki, au kuna eneo fulani ameona kabisa hapa ni giza. Usipoachilia kwamba moyo uruhusu uachilie hili nalo lipite, moyo unafika sehemu na feli, ndio unazaa hiyo pressure ya kupanda au na pressure ya kushuka, ndio mtu anapotea ghafla. Na ugonjwa wa pressure ni ugonjwa unaoua kwa haraka kuliko magonjwa mengine yote duniani. Ugonjwa wa ukimwi mtu anaweza kuugua leo akafa miaka 10, lakini sio pressure. Pressure tunaongea nayo sasa hapo, baada ya dakika chache mtu akitoka control, pressure ya kushuka mtu anazima. Kwa hiyo magonjwa mengine yanakuja kwa sababu watu watupendi kuachilia misamaha. Misamaha kwa wale ambao wametuudhi wakati fulani, misamaha kwa wale waliotujeruhi sana. Pale ambapo unaona wewe ni Mkristo unampenda Mungu, wewe msamehe, simama na Yesu wako. Sema, Yesu wangu, mimi sipendi nipate pressure kwa ajili ya hili, lakini najua wewe Yesu Kristo pale msalabani yote yalikwisha. Haleluya. Haleluya. Pressure inaua ndugu zangu.
Pressure inaua, nimeshuhudia. Pressure inaua sana. Nimeshuhudia pale hospitali. Pressure inaua sana. Watoto fulani walipokuwa wanamuuguza mama yao pale, wakaniita kama mshauri wa hospitali. Nikaongea kama dakika 5. Natoka tunaingia wodi nyingine, naona makelele. Mama huyo amekufa. Lakini naongea naye, pressure. Pressure inaua. Sisi wa Kristo, Yesu ni daktari bingwa na mbobezi. Haleluya. Haleluya. Anasema wala hatuwezi kuvunjika mioyo kwa sababu ya kutokusamehe. Mungu atusaidie tuachilie kwa yale ambayo tumekusana na watu. Tunaingia kipindi hiki cha majilio ambacho Bwana wetu Yesu Kristo anakuja. Huyu Bwana mwenye uzima, yeye anahitaji aingie katika mioyo iliyo safi. Aingie katika mioyo iliyo safi. Hata yale ambayo sisi hatukufanya wenyewe, tumefanyiwa na watu yale mabaya, sisi tuachilie, tuseme Yesu ulikufa kwa ajili yetu. Lakini pia tuachilie habari ya minyororo ya chuki. Tunaweza kuwa ni Wakristo lakini bado tumejawa na mioyo ya chuki, mioyo ya hila. Kwa njia ya kusamehe tunaweza tukakosa kabisa kutokuwa na chuki kwa mwenzako au chuki kwa yote mbele yako. Watu wana chuki, wana hila. Mahali pengine wanajiingia na mazingira magumu sana. Chuki na hila. Mungu atusaidie sana. Yesu akitusamehe na tukisamehewa kwa kweli katika masikio ya kiroho, hatuwezi kuwa na roho ya chuki wala ya hila. Hategemei Ukristo wa kanisa hili la Moravian hapa utatoka hapo kuwa na roho ya chuki wala hila. Tunaamini utakuwa kwenye moyo ulio safi, umesafishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa msingi huu anasema kusamehe kunarejesha mahusiano hata yaliyovunjika baina ya wewe na mwingine, au wewe na kikundi, au wewe na jamii kwa ujumla. Msamaha unarejesha mahusiano mema hata baina ya mume na mke. Mahusiano yanarejesha msamaha hata baina ya wewe na yule mke. Bila kuwa na msamaha ni ngumu. Katika Waefeso 4:32 tu anasema msameheane kama Mungu alivyowasamehe ninyi katika Kristo Yesu. Anatukumbusha pia habari ya kusameheana. Anasema msameheane kama Mungu alivyowasamehe ninyi katika Kristo Yesu. Jambo la nne, msamaha ni msingi wa Injili. Wale wote ambao hawana roho ya kusamehe, hawana ujasiri wa kubeba Injili na kupeleka watu wengine. Wale wote wasiokuwa na moyo na roho ya kusamehe, hawana ujasiri wa kupeleka Injili kwa watu wengine. Huwezi kushuhudia mtu mwingine kama una chuki na hila na mtu mwingine. Hapo katika msingi ya kiroho huwezi. Utasema kwa maneno, lakini kwenye jicho la kiroho Mungu anaona unafanya kazi yake, lakini huko upande wake unahitaji kwanza usamehe na kuachilia, ili Injili ibebwe katika chombo kilicho safi. Injili ya kweli inabebwa na wale wenye moyo uliosamehewa, moyo uliopondeka, moyo wenye toba, ule unaokiri kwa Kristo ndiye Bwana na Mwokozi. Kanisa lisilosamehe linapoteza kiini cha ujumbe wa Injili katika Kristo. Sisi tumeitwa kuwa na Kristo katika kanisa hili. Atusaidie. Tunajua kusamehe ni ngumu kibinadamu, kwa sababu kila kabila lina namna ya kusamehe. Hapa kulingana kati, mimi ni Muhehe. Kwa Muhehe kusamehe wanasema pitangana kwa lugha ya Mrudumu. Maana yake hapo katika jambo hilo Muhehe anaona hili hapa. Lakini kwa yule aliyeokoka anampenda Mungu, yeye anaachilia msamaha, anasema Mungu kama ulisema nimekwisha msalabani, hata nimesema hapa nimekwisha. Nasonga mbele.